kufuatiliwa kwamba tayari, je, hili tunalofanyiwa jambo gani ambalo linaendelea hapa? Manake na sisi kuwa tuna roho na tuna mwili, tuna nyama na tuna mwili. Huwa sisi ni kama wakulima, yaani ni wakulima na tunalima, wafugaji wanakuja wanalishia bila wasiwasi, na wanapitisha kabisa, hata kama ukimwambia bwana toa, na anapitisha kwa kujisimamia. Sasa sisi hatujui, sisi tumeishi kama sisi, yani wao ndo, yani sisi tuko chini yao, au inatakiwa sisi tusikilizane wao na sisi tusikilizane, tujue kila mtu ana haki ya kutetea uhai wake. Mzee wangu na mimi ndio hayo. Shamba moja? Hapana. Shamba iko wapi? Miomboni. Kwenye kile kitongoji nini hapa? Miomboni ndio kwenye kitongoji chako? Mbele kule ya Gisololi. Ndio wa kama mwendo wa kiasi gani? Hapo wazee wanalima nini kule? Hapa kama kilomita 3. Inapita mimi tunapalia wewe unapalia. Ngoja tukimaliza ziara zetu hapa tutakwenda kwa shule. Sababu lazima tuchukue rekodi hapa shamba lenyewe. Sababu tunawaambia wewe mheshimiwa unahangaika. Kuja mpaka ofisini. Nimeshawaambia usidii mara kadhaa. Shaongea na mkuu wa wilaya pia. Lakini kazi hii inaendelea. Wananchi kila siku wanapigwa. Jana tumetoka Kayos. Kwa hiyo lazima tuombe huko juu, hata tuombe kikosi kazi zaidi. Hata sasa hivi mheshimiwa wote wamepigwa. Huyu hapa na kaka yake amepigwa siku na huyo mama ndio wana zizi lake pale la mifugo ya mbuzi na kuku. Maana wale wafugaji wanakuja mchana, wanataka kuliba kuku na mbuzi mchana. Kwa hiyo walipofika tu pale hawa ndio wakawazuia wasiibe kwa sababu wafanya kazi. Ndio wakaanza kuwapiga. Mimi mpaka nitakapoipa huyu nitajipenda kutoka Bagamoyo mpaka nifike huko na kwa hiyo muda umekuwa mchache. Na wananchi sasa hivi kunisindikiza kwenda pale kwenye eneo la tukio. Tunawaogopa wafugaji, ni wakali vibaya sana. Kwa hiyo hii jeuri sijajua wanipata. Na wafugaji wako eneo hayo pia hapa. Na sio hajulikana. Wamesajiliwa kwenye kijiji? Hawajasajiliwa. Hao wamekuja kujikalia tu huko mapolini, hawajasajiliwa kwenye kata yetu ya Makundi. Mimi kwenye kitongoji changu sijawasajili. Na hawajawahi kuitwa kwenye kikao wakaja. Hawataki kuja. Wanaishi polini, lakini wanaishi uraiani. Sasa hivi washapata uzoefu, hawataki kuja kwenye vikao. Najua kabisa kama mtoto wako kakukosea na wakwangu, akiitwa mzazi aje ili tuyamalize. Lakini wafugaji hilo hawana. Naomba watanisamee kwa sababu najulikana napata tabu sana mheshimiwa. Nishaenda polisi zaidi ya mara 10. Watu wanaalabii zaidi ya mara 20. Wanaipigwa hawa ndio sisemi. Mmoja yuko Muhimbili kalazwa kama nilivyokuhadithia, mpaka sasa hivi bado hajapata huduma nzuri. Na hao nawaona kila siku mimi nifanye kazi ya kupita majumbani kwao kwenda kwa huduma. Mimi mwenyewe na wanangu. Kwa hiyo sitoweza kazi hiyo ngumu sana. Kwa hiyo naomba msaada kutoka kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama itashindikana hapa itabidi tumpigie kama Tanzania msema. Kwa sababu sasa hivi ni utandawazi. Kuna wananchi wengi na wana elimu na wamesoma. Kama wewe utafanya vizuri hapa utakuja kwa. Kama juzi nimetoka kwa lakini anakuja hapa kusidii. Mimi nimepata mashambulizi makali sana. Kwa kuonekana mimi napiga kumbe la hasha. Hajafanya hivyo. OCD alikuja? Alikuja. Na akatoa maneno makali. Kwa sababu wale watoto hawakamatiki. Sisi tukaunda tume ili tuwakamate. Tukawakamata hawa watatu. Lakini hawa watatu walifungwa pingu. Wawili walitoroka na pingu, mmoja ndo kapatikana mpaka sasa hivi uko polisi. Naomba mnisaidie. Na walivyo jinsi yao, wakikuona unafuatilia, wanakuja kuzingira nyumba yako usiku. Kwa hiyo naomba usalama wangu. Kwa sababu mimi na watoto wamekimbia na pingu zao. Lakini asubuhi wanaonekana barabarani. Hayo maajabu. Naomba mnisaidie kwa sababu hata mimi maisha nayapenda.